Ufunuo 12. Bwana wabariki. Neno la Mungu linasema, kulikuwako vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Mungu aongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Mnaweza mkaketi. Mungu awabariki sana. Chukua kalamu yako, chukua karatasi yako, kwa sababu tunaenda kujifunza. Mungu awabariki sana. Nitajitahidi sana tufundishane, lakini kama nitahubiri yote ni mapenzi ya Mungu. Lakini huku mara nyingi kwenye Ufunuo ni kitabu ambacho yatupasa kujifunza, kwa sababu nabii wetu alifundishwa na Roho Mtakatifu, ndiye akaja akatufundisha, na sisi tunasema tu kama vile kanda isemavyo. Bwana wabariki sana. Nasi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ufunuo wa kitabu hiki ambacho madhehebu wamejaribu kukiingilia wakashindwa, lakini sisi kwa neema ya Mungu tunaweza kukiingilia na kuona ni kipi ambacho Bwana alikuwa anazungumza. Bwana wabariki sana. Kimeandikwa kwa alama na kwa mafumbo, na kimeandikwa kwa kwenda mbele na kwa kurudi nyuma, lakini ni bibi harusi pekee anayeweza kuelewa. Bwana wabariki sana. Ndio maana Yesu akasema, msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu wa mbinguni ameona ni vema kuwapatia siri. Bwana wabariki sana. Kwa maneno mengine, siri za ufalme wa Mungu wanafunuliwa kundi dogo. Siri za ufalme wa Mungu sio kwa kundi kubwa. Kundi kubwa wataambiwa mambo ya jumla, lakini siri za ufalme wa Mungu ni kwa kundi dogo. Bwana wabariki sana. Na mara zote siri za bwana harusi anayezijua ni bibi harusi. Bwana wabariki sana. Wewe msindikizaji, sijui mshenga, sijui mtu wa karibu, sijui mzazi, kuna mengine hupasi kujua. Bwana wabariki sana. Anayepaswa kujua ni yule muolewaji, yule ambaye anaenda kuishi na huyu mtu, ndiye anayepaswa kujua mambo ya ndani kabisa. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo kitabu hiki cha Ufunuo kina siri ambazo ni kwa ajili ya bibi harusi tu. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki. Mko tayari? Chukua kalamu yako kabisa uandike vizuri. Hata kama una simu yako umeizima, unaweza kuona note kama unaandika message, ili unavyorudi nyumbani unapitia. Bwana wabariki sana. Wakati mwingine yakihubiriwa unaweza usiyaelewe mara moja, lakini ukienda ukaketi ukayarudia utaanza kuelewa. Hata bati linavyokuwa linagongomelewa huko juu, haupigwi msumari mara moja. Itapigwa nyundo ya kwanza, ya pili na ya tatu, watapiga pale pale mpaka wahakikishe kwamba bati limeshika vizuri kwenye ubao na wala hamna upepo unaoweza kuliondoa. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo ndivyo na ufunuo ulivyo. Unaingia kidogo kidogo, tutayarudia na kuyarudia mpaka ishike vizuri. Bwana wabariki sana. Hizi siri ni kwa ajili yako, kwa sababu wewe ndiye mhusika. Bwana wabariki sana. Sasa nitakuwa na somo la kilindi kidogo, linaitwa vita iliyopiganwa mbinguni itaishia duniani, Armageddon. Bwana wabariki sana. Vita iliyopiganwa mbinguni itaishia duniani kwenye vita vya Armageddon. Bwana wabariki sana. Si wote tunajua kulikuwako na vita? Basi tusome kila ambacho Yohana alikiona. Anasema kulikuwa na vita mbinguni. Bwana wabariki sana. Sisi vita tunayoijua ni vita ya duniani, ambayo ni vita ya damu na nyama, vita ya upanga, vita ya bunduki, vita ya mabomu. Lakini tunatangaziwa kwamba kulikuwako na vita mbinguni. Bwana wabariki sana. Sasa hii vita ya mbinguni ilianza. Maandiko yanatutangazia kwamba hii vita ilianza, lakini haikuisha. Bwana wabariki sana. Ndio maana somo langu ni vita iliyopiganwa mbinguni itaishia duniani kwenye Armageddon. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo lazima tuanzie mbinguni, tuje duniani,
tuje mpaka kwenye wakati wetu, tuende mpaka mambo yajayo. Bwana abariki sana. Kwa hiyo ni somo linalohusiana na umilele, mambo ambayo yalikuweko kabla ulimwengu haujaumbwa, kabla vitu havijakuwako, vilikuweko vitu fulani huko juu, na vilifanyika vikaja kuwakilishwa hapa duniani, kisha vinaenda mpaka kwenye ukomo wa wakati, vinarudi tena kwenye umilele. Bwana abariki sana. Hii najua tunaifahamu. Inasema kulikuwako vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Kwa hiyo vita ilikuwa mbinguni, lakini sio Mungu aliyepigana hivi vita. Bwana abariki sana. Ni malaika waliopigana hivi vita. Na wakati malaika wanapigana hivi vita, kulikuwa na viongozi wawili. Kulikuwa na Lucifer upande wa kushoto, na kulikuwa na Mikaeli upande wa kulia. Bwana abariki sana. Alafu kulikuwa na malaika waliokubaliana na Mikaeli, ina maana wakawa nyuma ya Mikaeli. Alafu kulikuwa na malaika waliokuwa nyuma ya Shetani, wao wakawa nyuma ya Lucifer. Bwana abariki sana. Nao wakagawanyika. Na walipogawanyika zikapatikana pande mbili. Kuna upande wa Lucifer na kuna upande wa Mikaeli. Bwana abariki sana. Na walipogawanyika hata idadi yao ikajulikana. Theluthi mbili ikaenda upande wa Lucifer. Bwana abariki sana. Alafu theluthi moja ikaenda upande wa Mikaeli. Bwana abariki sana. Tunavyosema theluthi tunamaanisha 1/3. Ina maana ukiwagawanya kwenye makundi matatu, kama walikuwa ni malaika 100, ina maana 33 na point ndio waliobaki na Mikaeli. Bwana abariki sana. Alafu wale 73 wakaenda upande wa Lucifer. Bwana abariki sana. Halafu ndipo vita ikaanza. Bwana abariki sana. Alafu hii vita haijawahi kuisha. Ilianza mbinguni na bado inaendelea na itaishia kwenye Armageddon. Bwana abariki sana. Nabii anatufundisha kwamba mambo unayoyaona duniani yanawakilisha mambo ya kimbinguni. Bwana abariki sana. Kama unaona vita ya hapa duniani, inawakilisha kuna vita ya kimbinguni. Kama unaona ndoa ya hapa duniani, inawakilisha kuna ndoa ya mbinguni. Kwa hiyo kila kitu unachokiona duniani kina mfano wake kiroho mbinguni. Bwana abariki sana. Kwa hiyo vita vikapangwa na vita vikapamba moto. Na wakati vita vinapiganwa, kuna mpango ulikuwa unaendelea huku duniani. Bwana abariki sana. Kwa hiyo ikatokea kwamba wale, nichukulie mfano walikuwa 100, ili unipate vizuri. 33 wakabaki na Mikaeli. Bwana abariki sana. Ambao walisimama upande wa Mungu. Na wale theluthi mbili au 77 wakakaa upande 60 ngapi? 67 wakakaa upande wa Lucifer. Bwana abariki sana. Ndio maandiko yanatuambia kulikuwako na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Sasa kitabu cha Ufunuo kina alama. Bwana abariki sana. Na kinatumia mafumbo, lakini bibi harusi anaelewa. Kwa hiyo hapa haimtaji Lucifer wala haimtaji Shetani, lakini natuambia ni joka. Bwana abariki sana. Lakini sisi tunaelewa sio joka, bali ni Shetani, yule Luciferi. Bwana abariki sana. Ila hapa ametajwa kama joka. Inasema wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Bwana abariki sana. Na hawakushinda. Hawakufanyeje? Hawakushinda. Bwana abariki sana. Ila ikabatilishwa. Wakatupwa kutoka mbinguni, wakaja wapi? Duniani. Kwa hiyo vita ikahama kutoka kuwa vita ya mbinguni, ikaja kuwa vita ya wapi? Ya duniani. Bwana abariki sana. Nashukuru kama mnanipata vizuri. Anasema nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Hiyo pointi naomba uishikilie vizuri. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni.
Kwa maneno mengine, hapajawahi kuwako na wala hapata. Bwana abariki sana. Kwa sababu watakaorudi mbinguni ni wateule, na wateule wana mahala pao ambapo pameandaliwa kwa ajili yao. Kwa hiyo palipobaki ni pa ile selusi moja. Bwana abariki sana. Kwa ajili ya wateule. Alafu ile sehemu nyingine ya shetani ikatupwa chini, badala yake Bwana abariki, ziwa la moto lime kwa ajili. Mungu awabariki. Na leo niko naye mwanzo mwisho. Bwana awabariki sana. Tutaelewana hivyo hivyo. Ikigoma hii tunachukua hii. Bwana awabariki sana. Mungu ni mwema na anatupenda. Anasema kwamba wala mahala pao hapakuonekana tena. Ina maana sehemu pekee iliyobaki ni ya ile selusi moja, ambayo ni selusi ya nini? Ya bibi harusi. Sasa sikiliza ili uone kwamba bibi harusi anaingilia wapi. Anasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo Shetani akatupwa chini pamoja na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nisikilize kwa makini. Bwana bariki sana. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kutupwa chini Shetani kwetu sisi ni wokovu. Bwana bariki sana. Kwa sababu asingetupwa chini usingekuwako wokovu. Asingetupwa chini usingekuwako uponyaji. Asingetupwa chini tusingejua upendo wa Mungu ni nini. Bwana bariki sana. Kwa hiyo baada ya vita akatupwa chini, tangazo likatokea mbinguni, sasa kumekuwako wokovu. Bwana bariki sana. Kumekuwako wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu. Bwana bariki sana. Kwa sababu alivyoshuka chini sisi tunapanda juu. Bwana bariki sana. Ili bibi harusi aonekane, ili ufalme wa Kristo uonekane, ili Kristo awe na mamlaka, awe pamoja na watu wake, atawale pamoja na watu wake, lazima mshtaki wao atupwe chini. Bwana bariki sana. Muipunguzie makali kidogo Mike. Unajua kule madhabahuni wanahisi kwamba Shetani na malaika zake ni vitu fulani vinajitegemea. Bwana bariki sana. Alafu kuna malaika wengine, yani leo nitakuwekea vizuri ujue kwamba wewe mwenyewe ni mhusika namba moja wa hii vita. Bwana bariki sana. Kwamba ni wewe uliyeipigana kule na ni wewe unayekuja kuipigana hapa chini. Bwana bariki sana. Bwana Yesu Kristo awabariki sana. Ngoja tusome kwa nabii. Amesema nini kuhusiana na hiyo vita? Bwana Yesu awabariki sana. Katika kitabu cha maswali na majibu juu ya kitabu cha Mwanzo wa mwaka 53 mwezi wa 7 tarehe 29, paragraph ya 62. Sikiliza. Nabii anasema, Mungu aliponiumba mimi William Branham, nilikuwako kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yeye aliumba utu wangu, roho yangu. Kwa hiyo hata wewe roho yako imeumbwa au utu wako umeumbwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sikiliza. Sikuwa na ufahamu wa lolote kwa kadiri nijuavyo, wala wewe huwezi ukajua chochote kwa kadiri ujuavyo, kwa sababu roho yako iliumbwa kabla dunia haijakuwako. Bwana bariki sana. Siamini mnalipata. Na mimi nauliza, hivi mnapata ninachokizungumzia? Bwana bariki sana. Lakini sasa kwa dakika moja, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuwa aliwajua wao kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yaani alikaa nao akazungumza nao kabla dunia haijakuwako.
Na huo ndio ujumbe wa bibi harusi. Sisi hatujaanza dunia ilipoanza, bali kabla dunia haijakuwako sisi tulikuwako. Wakati Mungu anaumba sisi tulikuwako. Kristo akiwa ndiye mwanzo wa kuumba kwa Mungu, na sisi tuliumbwa pamoja naye. Bwana abariki sana. Ndio maana Yesu akawaambia aliwajua wao kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na Paulo alisema hapa kwamba alituchagua katika yeye kabla ulimwengu haujaanza bado. Kulikuwako na sehemu yangu, kulikuwako na Oman Nevri na ninyi wengine wote hapa mlio katika Kristo Yesu kabla ulimwengu haujapata kuanza. Sehemu zenu zilikuwepo na ninyi mlikuwepo. Bwana abariki sana. Sikiliza sasa tunakoelekea. Na huu ndio mchanganuo wangu wa hilo. Sikia nabii anachokisema. Nadhani kuwa watu siku hizi wenye roho huyu, yani kama una roho huyu wa ujumbe, kama una huyu Roho Mtakatifu, ngoja nikwambie ulikokuwa. Nadhani kuwa watu siku hizi wenye roho huyu, au yule roho sehemu ya hivi viumbe vya kimalaika, roho hizi zilizozunguka karibu na Mungu. Bwana abariki sana. Kwa sababu tulipoumbwa, kabla hatujawakilishwa duniani, tulikuwa tunazunguka karibu na Mungu. Bwana abariki sana. Ndio maana malaika sio mkuu kuliko wewe. Yeye malaika ni mtumishi wa nyumbani kwetu. Nyumbani kwangu ni nyumbani kwa Mungu, ambako mimi nilikuweko. Kabla malaika hajakuwako, yeye ni mtumishi wa nyumbani kwa baba yangu. Mimi nalikuwako, ila nilikuwa kwenye mfumo wa roho, nikizunguka kwenye kile kiti cha enzi. Na hawa malaika ni watumishi walioajiriwa kuja kufanya kazi nyumbani kwetu. Bwana abariki sana. Lakini Mungu kwa kujua kwake kimbele aliweka majira na nyakati na wakati, na akatenga wakati gani wakina nani watakuja duniani na wengine wabaki wakiendelea kuzunguka pale. Alafu ikifikia kipindi cha Laodikia, wanapotakiwa waje bibi harusi, zile roho zilizokuwa kwenye umilele ndizo zinatakiwa zije tena hapa duniani. Bwana abariki sana. Kwa hiyo tulikuwako kule tukizunguka. Sasa sikiliza. Ambazo hazikuanguka mwanzoni na ziliupinga uongo wa ibilisi mbinguni. Kwa hiyo hawa wateule tunaowazungumzia, huyu bibi harusi ninayozungumza habari zake, yeye alikuwako kabla ya ile vita. Na wakati wa ile vita kuu ya mbinguni, yeye alifanya maamuzi yake. Na maamuzi aliyoyafanya alikuwa nyuma ya Mikaeli. Kwa hiyo aliupinga uongo wa shetani tangu mbinguni. Bwana abariki sana. Kwa hiyo nyakati zote bibi harusi alipowasili duniani, yeye kwa kuanzia ni bibi harusi. Lakini mwili aliyokutana nao hapa duniani umezaliwa dhambini. Tumekuja tukazaliwa kama wanadamu, tukadumbukizwa kwenye zana ya dhambi, tukaanza kusema uongo, tukaanza kudanganya, tukaanza kutukana. Lakini sisi sio huo mwili. Ndio maana mwanadamu huu mavumbi na mavumbini utarudi. Lakini sio ile roho iliyokuwa ndani ya Adamu, kwa sababu ile roho yenyewe haikuwa mavumbi, yenyewe ilikuwa ni ya mbinguni, na mbinguni itarudi. Lakini mwili huu ambao ni mavumbi, wenyewe ulikuwa ni wa duniani na mavumbini. Bwana abariki sana. Na hata mwaminio sio mwili wa nje. Hili ni kasha tu, linakosea kila muda. Halitaki kwenda ibadani, halitaki kusoma jumbe, halitaki kufanya maombi. Lakini yule mtu wa ndani, yule ndiye mwaminio, yule ndiye anayejua ujumbe ni kitu gani, yeye ndiye anayemjua mjumbe. Yeye alimpinga shetani tangu mwanzo, akakataa uongo wake. Bwana abariki sana. Ndio maana bibi harusi hadanganywi. Hata umpeleke dhehebu lolote. Wengine walizaliwa wakiwa ni Waislamu washika sheria kabisa, lakini nuru ilipokuja, ule mlio wa mama tai
ile sauti iliyokuwa kule mbinguni. Hata kama alikuwa kule Uarabuni, alikuwa kwenye Ubuda, alikuwa kule kwenye Uhindu, akaisikia sauti ya ujumbe huu. Kama kweli yeye ni mzaliwa wa ujumbe huu, atarejea kwa mama yake, kwa sababu ujumbe huu sio siasa. Ujumbe huu hatushawishi watu. Ujumbe huu tunaonyesha jinsi Mungu alivyo, kisha wale walio wa Mungu wanafuatana na Mungu. Ndio maana anasema tumekubali kuifuata njia ya wachache wa Bwana waliodharauliwa. Linaitwa ni kanisa lisiloeleweka, sawa. Tunamfuata mzungu, sawa. Tunaamini Freemason, sawa. Wewe ita majina unayotaka kuita, lakini mimi najua nilichokiamini na najua nimemwamini mtu wa aina gani. Bwana wabariki sana. Mimi kwenye ujumbe huu wala sijawafuata wa ndugu na dada, wala sijafuata mkumbo. Nilisikia sauti ya neno. Neno likitolewa, neno likafunuliwa na neno. Na mimi ndani yangu nikaona kwamba kuna neno. Nikaamua kuambatana na kila ambacho kilichoko ndani yangu. Bwana abariki sana. Nadhani kuwa watu siku hizi wenye roho huyu au yule roho, sehemu ya hivi viumbe vya kimalaika, roho hizi zilizozunguka karibu na Mungu, ambazo hazikuanguka mwanzoni na ziliupinga uongo wa ibilisi mbinguni. Paragraph ya 63. Na 2/3 ya dunia imo dhambini. Walioungana na shetani walikuwa ni 2/3, ikabaki 2/3 hii. Sasa duniani leo hii 2/3 imo, 1/3. Si mnaona tunakoelekea? Bwana abariki sana. Mtanielewa tu vizuri. Anasema na 2/3 ya dunia imo dhambini. Na zaidi ya hiyo, ambapo 2/3 za malaika zilifukuzwa. Na hizo roho za pepo huwaingia watu na kupata makao miilini mwao. Kwa hiyo wale waliopingana na Mungu kule, ndio hao wako duniani leo hii, wanapingana na ukweli wa Mungu. Bwana abariki sana. Tunapoongelea kwamba Kristo ni Mungu, hawatakubali kwamba Yesu ni Mungu. Watashikilia kwamba Yesu ni mwana, kwa sababu tangu mwanzo walikataa uungu wa Yesu Kristo. Ndio maana unaweza kumshuhudia mtu asubuhi mpaka jioni, wala asikuelewe hata kaneno kamoja, kwa sababu wewe umepagawa na roho wa kimbinguni na yeye amepagawa na roho wa pepo. Bwana abariki sana. Kwa hiyo yeye ushawishi wake unatoka kuzimu, wewe unawashawishiwa na mambo yaliyoko juu. Kwa hiyo ni vita vile vile ilivyopiganwa kule mbinguni, ndio inayokuja kupiganwa tena hapa duniani. Sasa hizo roho zile 2/3 huwaingia watu na kupata makao miilini mwao. Mwafahamu lile ninalokusudia? Ni pepo ambao wakati mmoja walikuwa hai, nao wakaingia watu na kuwapa tabia fulani. Kwa hao pepo, baada ya ile vita, wakatupwa duniani, wakaja kufanya vita kwenye bustani ya Edeni, na wakaanza kumwangusha Hawa. Na tangu hapo wamekuwa wakiwaangusha watu. Wao ndio wanaoingia ndani ya mtu na kumpatia tabia fulani. Bwana abariki sana. Sikiliza, Yesu alitoa 7 ya hao toka kwa Mariamu Magdalena. Yaani huyu mmoja alikuwa na pepo. Sasa tukisema mapepo unafikiri sijui ni kurukaruka. Hata mengine yamo kanisani humu. Ngoja tuyasome uone. Bwana bariki sana. Kwenye hao mapepo 7 aliyokuwa nao Mariamu, sikia, pepo wa kwanza alikuwa ni kiburi. Kwani watu hawana kiburi hapa? Shemasi anakuambia usisogeze kiti ukiingia ibadani, wewe usogeze. Ni nini? Si kiburi, ni pepo. Sababu waubishi haukuanzia huku. Wabishi wote walianzia kule mbinguni. Kwa pepo wa kwanza alikuwa ni kiburi.
Pepo wa pili, majivuno. Na haya ndio yanapelekea watu mpaka wanatoka kanisani. Anajiona yeye anajua kuliko mchungaji wake. Anajua kuliko mwalimu wa Sunday school. Mwalimu ni mtu wa kawaida tu. Ila ile ofisi sio ya kawaida. Wewe kama ukubaliani na mchungaji sawa, lakini basi heshimu ile ofisi, kwa sababu ile ofisi sio mtu. Ile ofisi ni Roho Mtakatifu. Utanikataa mimi, lakini anayehudumu ni Roho Mtakatifu. Wewe utajua umenikataa mimi, lakini umemkataa Roho Mtakatifu. Bwana abariki sana. Kwa sababu ile roho inayohudumu sio mwanadamu. Nabii alituambia ziko roho zinazohudumu ambazo zinashuka mimbarini na kuhudumu. Kwa hiyo sio huyo mtu unayemuona, bali kuna roho fulani inatoka uweponi mwa Mungu inakuja na kuanza kuhudumu. Kwa hiyo pepo wa majivuno anakufanya kujiona wewe ni bora kuliko huyo aliyeko hapo. Na kweli ukitafuta kasoro utazipata, kwa sababu huyu anayehudumu ni mwanadamu. Ukitafuta makosa yake utayapata, lakini roho aliyekuwa nyuma yake ana makosa? Hana makosa. Na neno alilokuambia lina makosa? Halina. Ndio maana Paulo aliwaambia, mnifuate mimi, maana mmezidisha dharau, mmezidisha kiburi, mmezidisha majivuno. Sasa hakuna cha kwamba mfuate Roho Mtakatifu. Mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Sio unakuja unaniambia mengine alikuwa anajisemea Paulo. Mimi sijali alikuwa ni Paulo au sio Paulo. Sio kazi yangu kutofautisha kwamba hapa ni Paulo, hapa ni Roho Mtakatifu. Yeye alisema mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwa maneno mengine, kaa nyuma ya mchungaji wako, kwa sababu yeye anamfuata Kristo na yeye atakuongoza kwenda kwa Kristo. Bwana abariki sana. Kwa pepo wa pili alikuwa ni majivuno. Pepo wa tatu alikuwa ni uchafu. Wanafunzi wataki kuosha vyombo. Uchafu, unajisi, utovu wa adabu, maigizo. Sasa haka kapepo ndo kameshamiri sana siku hizi. Pepo maigizo. Yani ndugu anakuwa kama kambale, yani anatereza umnasi. Kija hapa kageuka, sikusema hivi. Kamata kona hii ananukuu, karudi huku, ni maigizo. Bwana wabariki sana. Alafu mashindano. Yani anataka kuwa bora kuliko wengine. Sisi ndo tumetoa michango mingi pale kanisani. Unaona yale mawe ya lile kanisa, sisi ndo tulikuwa tunabeba. Sasa kama ulibeba, sasa ulibeba mawe, mimi nambeba Kristo. Mashindano. Bwana bariki sana. Kwa hiyo hawa wote ni zile roho zilizoanguka, zinawapagaa watu. Unaona mtu anapenda tu kushindana. Asione jirani yake kanunua baskeli na anataka baskeli. Ameona mwenzake ana simu kubwa na anataka simu kubwa. Wewe uwezo wa simu kubwa muda huo hauna. Ya nini ungangane na hicho kitu? Unapoona umeingia kwenye mashindano, hiyo sio roho ya kule kwetu. Kule kwetu kule mbinguni hawana roho ya mashindano. Wao wana roho ya kuridhika. Unatosheka na kila ambacho Mungu amekupatia kwa wakati huo. Bwana abariki sana. Hata kama nina shati yangu moja, nitaifua kila Jumapili, nitainyoosha hiyo hiyo, nitaiweka vizuri, nitavaa, nitaenda kanisani. Hata kama ni mwaka wote wenye Jumapili 56 sijui ngapi, nitavaa shati yangu moja, nitaenda nikamwabudu Mungu na nimeridhika kabisa. Niko tu kama yule anayemiliki magorofa, niko tu kama yule anayemiliki magari, kwa sababu mimi siangalii shati. Mimi naangalia yule aliyeko ndani yangu, ambaye ni mkuu kuliko aliyeko huko nje. Bwana abariki sana. Aliyeko ndani yangu aliahidi kunipea chochote kwa wakati wake. Ikifika wakati wa kunipatia gari, atanipatia gari. Ikifika wakati wa kunipatia mme, atanipatia mme. Ikifika wakati wa kunipa kiwanja, atanipa kiwanja.
Kama sio wakati wa kiwanja, ya nini nilazimishe? Ya nini nianze kushindana? Ukianza kushindana utaiba. Utaanza kuwa na wivu. Utamwonea wivu mwenzako. Akija na gari utasema wanatupigia kelele. Ona wanabadilisha tu magari kila siku. Hizo ni roho za mashindano. Hizo hazikuwako kule, hizo ni za upande wa pili. 64. Anasema hizo roho ziliumbwa nyuma kule Mungu alipoanza kuwaumba mtu kwa mfano wake. Aliviumba hivyo viumbe vya kimbinguni, na hao wengine pepo waliogeuka kuwa pepo aliwaumba. Sababu kila kitu kimeumbwa na yeye. Hao waliasi na waliumbwa kwa sababu hiyo ya uasi. Ndio maana baada ya kufukuzwa, yani hata mahala pao hapakuonekana mbinguni. Kwa maneno mengine, yani hapakuweko. Ina maana walikuweko tu kule kwa kusudi fulani. Wamejishikiza tu kwa muda fulani. Ila wao sehemu yao haswa ni ziwa liwakalo moto. Bwana abariki sana. Wao sehemu yao ni ziwa linalowaka moto na kiberiti. Na wala sio mbinguni. Lakini kuna wengine ambao sehemu yao ni mbinguni, na hao ni bibi harusi. Sasa tuiangalie hii vita kwa undani zaidi. Sikiliza vizuri. Bwana abariki sana. Tunarudi Ufunuo 10 hapo tulipokuwa. Anasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwako wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu baada ya shetani kutupwa, na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Sasa ndugu dada, anakuaje na tabia ya kushtaki wengine? Yani wewe kazi yako ni kuangalia makosa ya wandugu, makosa ya wadada. Hiyo sio kazi yako. Ni kazi ya mshtaki na mapepo. Kwa hiyo tukikuona unafanya kazi ya kufuatilia makosa ya watu, tunaanza kushuku wewe una roho wa jirani. Una yule roho wa upande wa pili. Kwa sababu yeye ndio wa kesi. Yani yeye ndio wa kusuluhisha. Yeye mambo yake hayaishi. Ukimkwaza kakwazika. Mwaka unaenda unarudi kakwazika tu. Mtakuwa mnaongelea kitu fulani, unakumbuka mwaka fulani uliwahi kunikwaza jambo hili. Yani ndugu unarudia pale pale. Wewe makwazo ya nini? Makwazo vinyongo vilimuua ndugu wei. Ndugu Branham yuko mimbarani anahubiri, afu ndugu wei akaanza kuhisi jambo fulani na tofauti. Nabii akamwambia ndugu wei, una kinyongo, kwa nini usikitoe tu? Akazidi kukasirika zaidi. Alikufa. Kwa sababu anaweka kitu moyoni. Neema ya Mungu ikamrudisha, ikawapa onyo wote wenye vinyongo kwamba mkiendelea na kinyongo unakufa. Sio lazima ufe kimwili, unaweza ukafa kiroho na ukaendelea kuhudhuria ibadani, lakini wewe kwa msingi ulishakufa. Yani ndugu wetu alitoa mfano kwamba wanaofanyaga hivi adhabu yao huwa ni kufa. Wengine wanapata vidonda vya tumbo, wengine wanapata kisukari na magonjwa mengine kwa sababu ya kutunza uchungu na mambo mabaya ambayo umefanyiwa na ndugu yako. Bwana abariki sana. Lakini ukiwa mtu Mkristo anayejielewa vizuri, hakuna ndugu yako aliyewahi kufanyia jambo baya. Ni hizi roho tunazozihubiri ambazo zilishuka pamoja na shetani ndizo zilizompagaa ndugu yako akakutukana. Kwa hiyo akikwambia ndugu sikukutukana, ni kweli hakukutukana. Hakumaanisha kukutukana. Yeye alimaanisha kukupenda, lakini pepo aliyempagaa kwa wakati huo ndiye aliyekutukana. Kwa hiyo wewe usishindane na huyo ndugu, shindana na yule pepo. Kwani Mungu anashindana na bibi harusi? Alishakwambia umekosea? Yeye ameweka damu ya Yesu. Yani akienda yule mshtaki kule, eti amefanya hivi na hivi, Mungu anamwambia sioni. Unasema amefanya hivi na hivi, ameiba, amefanya hivi. Kule Mungu anasema sioni. Akimnganganiza sana anamwambia hem tuone. Aya, amefanya. Ni muangalie roho yake, hajafanya. Aliyefanya ni nani? Ni shetani. Subiri ziwa la moto. Kwa sababu dhambi yoyote ukirudisha nyuma, sio mtu aliyeifanya. Ni hawa roho wanaowapagaa wanafanya afanye hicho kitu. Ndio maana maandiko yanasema pepo wanapomtoka mtu huenda mahali na mahali. Kwa sababu wao target yao ni kukaa ndani ya watu. Kwa hiyo wanategemea wanapokutoka ujazwe na roho wa Mungu.
ujazwe na upendo wa Mungu, uwe mpole, uwe na saburi, uwe mkarimu, wapende wa ndugu. Lakini ukiendeleza kale ka kinyongo, akirudi akikuta hata takataka moja, anaenda anawaalika na wenzake 7. Yule bado twendeni. Kama alikuwa ni wa kiburi, anakuja na wa uzinzi, anakuja na wa uchoyo, anakuja na kutoka ibadani, anakuja na kutokusoma neno. Yaani unakuwa wewe ni full package ya mapepo. Kwa hiyo wao kazi yao kubwa hapa duniani ni kutushtaki. Lakini bibi harusi hana dhambi. Yeye amehesabiwa haki. Kuhesabiwa haki maana yake ni kwamba hujawahi kufanya kabisa. Sasa kama Mungu anakufanyia hivyo wewe, kwa nini wewe usimfanyie hivyo ndugu yako? Yaani Mungu ana uwezo wa kukuelewa wewe. Wewe unajiona kasa kwamba ile faulo ni mimi niliyefanya, lile kosa ni mimi niliyefanya. Lakini ukienda kwa Mungu, ana uwezo wa kukuelewa kwamba sio wewe uliyefanya, ni pepo fulani ndo alikuingia ukafanya hivyo. Sasa na wewe ndugu yako anapokukosea au dada yako, kwa nini usielewe kwamba sio yeye, ni yule pepo? Kwa maana vita vyetu si juu ya damu na nyama. Vita vyetu ni juu ya ufalme wa giza, mapepo, shetani na malaika zake. Ndio vita tulionayo. Na tuna adui mmoja tu, na ni huyo shetani. Ndio maana ndugu yako akikosea, we muombee. Ila ukimchukia na kumsema, wale pepo wanahamia na kwako. Wewe unasubiri yale mapepo ya kuanguka kanisani. Siku hizi mapepo hayaanguki. Huu ni ustaarabu mwingine. Huu ni wakati ambapo mapepo yanapiga suti, yanahubiri. Sasa yaanguke ili weje? Kama pepo mwenyewe ndo anayehubiri, unataka aanguke ili weje? Sasa hivi anapiga neno na anaitikia amina. Nitakuonyesha. Leo nitawavuta kidogo, mnisamee. Mshazoea saa 6 na watoa. Leo mpaka na nusu hivi na 45. Bwana bariki sana. Wao kama umekuja umenikadiria leo makadirio hayako hivyo. Bwana bariki sana. Haya mambo ni matamu. Kwa sababu ukiyajua, unajua kitabu cha Ufunuo sio kigumu kama unavyofikiria. Sasa sikiliza hapa, anasema huyo mshtaki ni yule wa upande wa pili, anayewashtaki ndugu zetu. Anawashtaki lini? Mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Kwa sisi tunamshinda shetani kwa damu ya mwanakondoo, ambao ni neno la Yesu Kristo. Bwana bariki sana. Sasa wakamshinda kwa damu ya nini? Ya mwanakondoo, na kwa neno la ushuhuda wao. Ushuhuda wa William Marion Branham, neno la wakati wetu. Kwa sababu shetani unamshinda kwa neno la saa yako, yani sasa hivi. Bwana bariki sana. Au mshindi shetani kwa neno la wakati wa kwanza wa kanisa, au wakati wa pili wa kanisa, ambapo walikuwa wanajitoa, wanachinjwa. Ukichinjwa unaenda mbinguni. Leo unaweza kachinjwa na mbinguni usiende. Bwana bariki sana. Kwa sababu uko kwenye wakati wa tai na una roho wa tai, na wewe unakula neno, ujumbe wa saa. Kwa njia pekee ya kumshinda shetani ni kukaa kwenye ujumbe wa saa yako. Sasa na kwa neema ya Mungu nitakwambia leo hii shetani kakaa mkao gani. Ndio maana nakwambia leo hii anguki. Yaani ukiona shetani anaanguka. Bwana bariki sana. Yaani huyo ni wa zamani. Yaani ana mbinu ya kizamani ya kipindi cha Pentekoste. Hiki kipindi cha tai. Wanakuja, tunaona kabisa, unaona amesimama na ubiri, unajua hilo ni pepo. Kwa sababu anampinga Kristo. Chochote kinachopinga neno ni mpinga Kristo. Na mpinga Kristo ni roho. Na hizi roho hazifanyi kazi hewani, zinafanya kazi ndani ya watu. Bwana wabariki sana. Kwa zile selusi mbili za mapepo ziko ndani ya watu. Zingine ni manabii, zingine ni wachungaji, zingine ni wainjilisti, zingine ni waimbaji, zingine wanajitolea sana kanisani. Huduma zote na kila kitu ziko kule. Kwani mbinguni walikuwa wanafanya nini? Si walikuwa wanaimba, walikuwa wanaabudu, walikuwa wanatetemeka mbele za Mungu. Kwa hata huku duniani wataabudu, wataimba, watatetemeka.
na wanafufua wafu na wanatenda miujiza, lakini ni shetani pure. Bwana abariki sana. Kwa unaona wakati tulionao, yani sio wakati wa kwamba nikikuona umeshika Biblia niamini kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Hapana. Kwa sababu wakati huu yeye amekuja, amechukua mimbara, ameshika Biblia na anahubiri. Utasema shetani ni mhubiri. Shetani ndio alianza kuhubiri kwenye bustani ya Eden. Alivyotupwa tu kule, akaenda bustani ya Eden. Cha kwanza alichokifanya, akachukua mimbara, akaitisha kusanyiko. Hawa naye ajaenda ibadani, sikio kakatiza kwenye kusanyiko la shetani. Kapigwa injili. Kwani alikuwa na Adamu muda huo? Hakuwa na Adamu. Kwani unajua walikaa muda gani kwenye bustani ya Eden? Unajua hii kuhesabu kwamba walikaa miaka 1000 ni baada ya anguko. Ila kabla ya anguko walikuwa wapo tu kwenye umilele. Yaani Adamu alipiga shughuli ya muda mrefu kabla hata hajampata Hawa. Katulia zake vizuri kabisa, ndo mpaka Mungu akaona huyu ni mpweke, nitamfanyia msaidizi. Na msaidizi alipokuja ndo akaanza kuambiwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Hivyo mpaka nikaumbwa mimi. Baadaye wewe ukatoka ndani yangu. Wewe ni nyama ya nyama yangu na ni mifupa ya mifupa yangu. Sasa sikiliza. Neno limesema hivi, matunda yote, akusema nusu, matunda yote tunaweza kula. Na neno nasema Bwana Mungu akachipusha katika ardhi miti yote inayotamanika na inayofaa kwa kuliwa. Kwa hiyo miti yote iliyochipushwa kwenye ardhi kulingana na Mwanzo 9 ilitamanika na ilifaa kwa kuliwa. Lakini kuna mti katikati ya bustani, kuna miti miwili ilikuwepo. Kulikuwa kuna ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Hii haikuwa miti ya kawaida. Ndo Adamu akamwambia Hawa, sasa sikia. Si unaonaga kila jioni Mungu anashuka, tunafanya naye ushirika. Pale anaposhukia, huo ndio mti wa uzima. Hapo ndipo tumeruhusiwa kula. Kuna uongo unavuma. Yawezekana ukakutana nao. Huo ndio mti wa ujuzi. Hapo usile. Bwana abariki sana. Ndio maana Mungu alivyowafukuza, aliwafukuza kwenye ile madhabahu ile iliyokuwa mashariki mwa Eden, ambapo Mungu alikuwa anashuka, kwa sababu kule ndiko kuliko kuwa na mti wa uzima ambao ni Bwana Yesu Kristo, ambao ndiye atakiwa wamle ili waishi. Ndio maana walipokuja kubishana naye akasema, mimi ni ile mana ambao baba zenu walikula. Mimi ndiye ule mkate ulioshuka. Mimi ndiye ule mwamba uliokuwa unawapa maji. Akasema wewe hujafikisha hata miaka 53. Alafu unasema ulimuona baba yetu Ibrahimu huko nyuma. Asema kabla hajakuwako mimi niko. Bwana abariki sana. Kwa kuwa Kristo ndiye aliyekuwa ule mti wa uzima. Yeye ndiye aliyekuwa kwenye ile bustani ya Eden. Yeye aliweka makao pale Edeni ya mashariki. Ndio maana walipotenda dhambi wakafukuzwa. Bwana abariki sana. Kisha ukatengenezwa mpango wa ukombozi kuwarudisha tena Hawa. Lakini ndani yao wana kitu cha kiungu. Kwa Adamu alimwambia Hawa, usisikilize hiyo injili. Sasa siku hiyo Adamu yuko na mambo yake, Hawa ameenda kwenye kusanyiko la shetani. Tunamwona shetani kwenye Mwanzo akichukua Biblia akianza kuhudumu. Bwana wabariki, wakaitikia amina waliokuwepo kwenye hilo kusanyiko. Akaanza eti Bwana abariki sana. Yaani akaanza kushuku. Ndio maana anaitwa Bwana Shaka. Na alishuku kule mbinguni, akatupwa chini. Lakini nje na neno, vingine vyote wanaabudu vizuri sana. Yaani wakiimba, ukisikiliza zile nyimbo zao, unahisi malaika anashuka. Ni kweli wanajua kuimba kwa sababu walikuweko kule. Lakini Mungu hayuko sana huko. Anaangalia ile mbegu. Wewe ni wa kwangu? Wewe ulisimama upande wangu kule? Bwana bariki sana. Kwa Hawa alivyomsikiliza yule akaingia. Na leo mwishoni, Hawa wa mwisho, bibi harusi,
Ukimsikiza shetani unapotelea madhabahuni. Na kuonyesha leo kwa maandiko haya tunayosoma kwamba dhehebu ni nini, shetani ni nini, na anayeongoza madhehebu ni nani, na watakuja wafanye nini. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu. Yani shetani anatupwa, mbinguni kuna nini? Kuna shangwe. Wana wa Mungu wakaruka kwa furaha, kwa sababu kumekuwako wokovu, nguvu na ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huko nyuma, yani shetani anatupwa, mbinguni sherehe. Bwana bariki sana. Kwa sababu akaambiwa, enyi mbingu shangilieni, enyi nanyi mkaao humo, lakini ole wa nchi na bahari. Hapo ndo tunapoanza kufungua mihuri. Ole wa nchi na bahari. Hapa tuna nchi, hapa tuna bahari. Nchi ni nini? Bahari ni nini? Bwana abariki sana. Kwa sababu mbingu tunaijua, huko ni nyumbani kwetu, ndiko tulikokuwa. Lakini hii nchi na bahari ni vitu gani? Je, ni bahari ya Hindi? Ni bahari ya Pacific? Je, ni nchi gani? Ni nchi kama tunazozijua, nchi ya Tanzania, Kenya, wapi, Uganda, au ni kitu gani? Lakini hapa imenenwa kwa mafumbo kwamba ole wa nchi, ole wa bahari. Sasa tufuatilie tuone nchi ni nini, bahari ni nini. Lakini kabla tujafuatilia kidogo, tupige Ufunuo 12 hapa. 12:1. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Bwana bariki sana. Yani kuna ishara nyingi zimeonekana mbinguni, lakini hii ni ishara kuu. Ni ishara ya kitu gani hicho? Anasema mwanamke aliyevikwa jua. Bwana bariki sana. Kwa hiyo hii ni ishara kuu. Na huu ndio ujumbe wetu. Tunaongea bibi harusi, bibi harusi. Bibi harusi hajaanzia duniani. Ndio maana watu wakituita ni dini mpya, tunasema hii sio dini mpya. Hii ni dini ya mtindo wa kale. Na hata hatuishi kusema ni dini ya mtindo wa kale, tunasema ni dini ya mbinguni. Kwa sababu kabla ya mtindo wa kale, huu mtindo tulionao ulikuwepo. Sasa sikiliza, ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua. Mwanamke kwenye kitabu cha Ufunuo anawakilisha kanisa. Bwana bariki sana. Kwa mbali na ishara ya vita, kulikuwako na ishara ya mwanamke, ishara ya kanisa. Ni Mungu akifunua siri ya ukombozi. Na Mungu anaonyesha kwa mafumbo. Anakuambia ni ishara kuu ilionekana mbinguni. Alivyotizama Yohana akaona ni mwanamke. Lakini leo hii tunakuambia huyo mwanamke aliyemuona ilikuwa ni kanisa. Bwana bariki sana. Na kuna wanawake wawili aliowaona Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo. Ni mwanamke wa Ufunuo 12 na mwanamke wa Ufunuo 17. Bwana bariki sana. Leo tutawafuatilia hao mpaka tuwajue. Bwana bariki sana. Hata ikitulazimu tule chakula cha usiku hapa tutakula, lakini hatutatoka hapa mpaka tumewajua. Kwa hiyo utalala, utaamka, utakuta tunawatafuta. Bwana bariki sana. Masuala ya kuishia njiani hatutaki. Leo tunatafuta moja baada ya nyingine. Hapa tumeona kuna bahari, kuna nchi. Tunataka tujue ni nini. Na nimekuambia kuna wanawake wawili ambao waliwaona Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo. Mmoja tunamuona kwenye Ufunuo 12 na mmoja anapatikana Ufunuo 17. Tuanze na huyu wa Ufunuo 12, alafu tukamwangalia wa Ufunuo 17. Mmoja ni bibi harusi wa kweli na mmoja ni bibi harusi wa shetani. Mmoja anawakilisha ile serusi moja ya mbinguni, mmoja anawakilisha zile serusi mbili. Mnanielewa vizuri? Kuna wanawake wawili aliowaona Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo. Mmoja alionekana mbinguni na mwingine alionekana amekalia mnyama baharini. Kwa hiyo mmoja tunamuona kwenye Ufunuo 12, mmoja tunamuona kwenye Ufunuo 17. Mwanamke inawakilisha kanisa. Bwana bariki sana. Twende na hiyo.
Kwaona ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na tunajua kwamba mwezi unaakisi mwanga wa jua. Bwana abariki sana. Lakini sasa huyu kanisa chini yake ana mwezi, na juu amevikwa jua, na ana taji ya nyota 12. Bwana abariki sana. Sasa hui nuru au mwangaza, neno la Mungu linapozihirishwa linafanyika nuru. Bwana abariki sana. Aliposema na iwe nuru, ikawa nuru. Nuru ikawa ni udhihirisho wa neno la Mungu lilotamkwa. Bwana abariki sana. Kwa hiyo alikuwa na jua, amevikwa jua. Maana yake alikuwa na fundisho la Ukristo lilikuwa juu yake. Huyu mwanamke kanisa naye mzungumzia ni wakati ambapo Kristo yuko duniani. Bwana abariki sana. Na wakati ambapo Kristo yupo duniani, mitume 12 walikuwepo duniani. Maana maandiko yanasema kanisa la mataifa limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo mwanamke au kanisa la kwanza lilikuwa chini ya mafundisho ya mitume wangapi? 12. Kwa hiyo Kristo jua alikuwa juu yake, alafu mwezi ulikuwa unaakisi jua. Kwani Wagalatia inasemaje? Enyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga? Kwa sababu Torati ilikuwa ni kiongozi kutuelekeza kwa Yesu Kristo. Akiwaambia kwa maneno mengine, Torati ilikuwa ni mwezi. Sasa hivi hatuko tena chini ya mwezi, tuko chini ya jua ambayo ni Kristo. Wala uhesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Huo ni usabato. Fanya hivi, Mungu atakupa hiki. Usipofanya hivi, Mungu atakufanyia hivi. Hatuko kwenye hilo agano. Hatuko kwenye agano la masharti. Bibi harusi yuko kwenye agano lisilo na masharti. Ndio maana Paulo akamwambia Galatia, hiyo ilikuwa ni kiongozi kutuleta. Kwa hiyo huo ulikuwa ni mwezi, mlikaa chini yake. Lakini sasa hivi kanisa liko chini ya mafundisho ya jua ambayo ni Kristo. Bwana abariki sana. Kwa hiyo huyu mwanamke mmemwona naye alikuwa anasema alivikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12 ambayo ni mafundisho ya mitume wangapi? 12. Naye alikuwa ana mimba. Bwana bariki sana. Hili kanisa lilikuwa na mimba, lilitaka lilete kitu fulani duniani. Bwana bariki sana. Akilia hali ana utungu. Bwana bariki sana. Na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Hii ishara kuu ni mwanamke, ambayo ni ishara ya kanisa. Lakini ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Naomba tuwe pamoja hapo, sababu hapo ndipo watu wanaanza kuachana. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka. Si mnamjua? Kwa kusema tu joka. Kwa kulikuwa kuna ishara ya kanisa na Kristo ambaye ni jua, alafu kukaonekana na ishara ya joka ambaye ni shetani. Na mara zote hawa wawili wako pamoja. Yaani huwezi ukamtenganisha mmoja na mwingine. Ni aidha kuna bibi harusi wa Mungu au kuna bibi harusi wa shetani. Kwa sababu ni vita ile ile iliyoanzia mbinguni, sasa hivi inapiganwa wapi? Duniani. Kila mmoja yuko nyuma ya mwili fulani, anawakilishwa hapa duniani. Kwa hiyo ni aidha unamwakilisha Mungu au unamwakilisha shetani. Sasa angalia huyu joka, tunamfuatilia vizuri. Anasema ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Kwa hiyo huyu joka alikuwa na vichwa, naomba mnielewe hapo. Bwana bariki sana. Huyu joka ana vichwa 7. Tunamjua ni shetani, lakini maandiko yanamtaja ya kwamba ana vichwa alafu ana pembe 10. Bwana bariki sana. Kwa vichwa 7, pembe 10. Alafu na juu ya vichwa vyake anasema, na juu ya vichwa vyake viremba vingapi? 7. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi.
Kwa hiyo hapa tunamwona shetani akiwa ana nguvu zake, yeye akiwa kama joka mwenye vichwa 7 na vilemba 7, lakini ana pembe 10. Bwana bariki sana. Ukiwa umeshikilia hapo, huku tunafungua kwenye kitabu kwa nini sisi si madhehebu, wakati wewe unafungua Ufunuo 17. Bwana bariki sana. Ufunuo 17, na umefungua kitabu kwa nini sisi si madhehebu. Bwana bariki sana. Tutaanzia paragraph ya 32. Lakini kabla hatujasoma kwenye ujumbe, tusome kwanza Yohana kila alichoona. Bwana bariki sana. Anasema akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akasema, njoo huku nami nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Kwa kuna mwanamke mwingine anaonekana kwenye Ufunuo ambaye yeye ni kahaba mkuu. Lakini Ufunuo 12 tulimwona mwanamke ambaye alikuwa na mafundisho ya mitume 12. Lakini huyu mwanamke mwingine tunayemwona Ufunuo 17, yeye anaitwa kahaba mkuu au mama wa makahaba. Sikiliza, anasema nitakuonyesha hukumu yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Kumbuka joka alipotupwa ikasema ole wa nchi na bahari. Alafu huyu mwanamke ameketi juu ya maji mengi. Bwana bariki sana. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Sasa tuone nabii anasemaje kwenye kwa nini sisi si madhehebu, wa mwaka 58 mwezi wa 9 tarehe 27, kuanzia paragraph ya 32. Sasa kumbukeni, hili linasikika la kisiri. Sasa mwanamke huyu mwenye sifa mbaya, sasa kama tutafundisha jambo hilo, huna budi kuchunguza kwanza maana ya mifano hii. Sasa mwanamke aliye katika Biblia anawakilisha kanisa. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Si bibi harusi, kanisa ni bibi harusi. Anasema 35, kwa kuwa wafalme wa nchi wamezini naye, matajiri wakuu wamezini naye. Ungeweza kufanya nini? Mfalme angewezaje kuzini na kanisa? Bwana bariki sana. Ni uzinzi wa kiroho. Uzinzi ni kitu gani? Ni kama mwanamke anayeishi bila uaminifu kwa mmewe, anayeishi na mwanamume mwingine wakati yeye ana mume, na kanisa hili linafanyika kuwa ni bibi harusi wa Kristo, huku likifanya uzinzi na wafalme wa nchi. Kwa maneno mengine, wanatumia Biblia hii lakini wanafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wanafundisha siasa, wanafundisha mafundisho ya wanawake, wanafundisha mafundisho ya jinsia moja, na wakitumia Biblia hii. Kwa hiyo wanaliacha neno la kweli, wanachanganya na uongo. Anamwacha mume wake Kristo, anaambatana na mafundisho ya kisiasa. Ndiyo uzinzi unaoonekana hapa. Ndio maana anaitwa kahaba. Bwana bariki sana. 38. Rangi nyekundu sana katika Biblia inawakilisha kitu cha kifalme. Ile rangi nyekundu sana inamaanisha nyekundu, na mnyama anawakilisha nguvu. Bwana bariki sana. Kwa hiyo sikiliza, je, uliona ya kwamba mnyama huyo alitoka baharini? Huyo aliyekuwa katika Ufunuo mlango wa 13. Na wakati unapomwona mnyama akitoka baharini, inamaanisha ya kwamba mamlaka hii ilitoka katikati ya watu. Bahari inamaanisha makusanyiko ya watu. Bwana bariki sana. Hiyo unaipata katika Ufunuo 17 mstari wa 15. Ufunuo 17:15. Anasema kisha akaniambia, yale maji ulioyaona hapa aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa hiyo Biblia baada ya kusema mataifa mbalimbali na siasa zao na kanuni zao, yenyewe inaziita bahari. Kwa hiyo shetani alipotupwa chini, lile tangazo sikika mbinguni lisema ole wa bahari na nini? Na nchi. Kwa hiyo bahari maana yake nini? Ni watu na makutaniko ya watu. Na mnyama maana yake ni nini? Ni nguvu. Bwana wabariki sana. Sasa
Tumemwona mwanamke hapa ameketi katika bahari, lakini tumemwona huyu joka. Turudi tu Ufunuo 12, tutayaunganisha yatakaa sawa. Tutakuwa tunaenda huku tunarudi huku. Bwana bariki sana. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 4. Anasema, na mkia wake wakokota selusi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanamume ambaye alikuwa ni Kristo. Lile kanisa kutoka Torati kuingia neema lilizaa Kristo. Kwa hiyo mwanamke aliyeonekana na mimba, lile kanisa la kwanza lilimzaa Kristo. Kwa hiyo yule joka ambaye ni shetani aliyetupwa kutoka kule mbinguni anamjua Kristo ni nani, na yeye akaanza kufanya vita ili amuue. Ndio maana huyu joka aliposhuka duniani akatafuta taifa ambalo ataliingia ili aje amuue Kristo. Bwana bariki sana. Sasa wakati Kristo anazaliwa, shetani alikuwa kwenye taifa gani? Bwana bariki sana. Kwa sababu ukimpata ndipo utajua kumbe huu joka hivi ni kitu gani. Sasa kabla tujamalizia hiyo Ufunuo 12, tunakuja tena hapa tunakuja Ufunuo hiyo 12 mstari wa 13. Nitaenda mbele na nyuma afu baadaye nitakupa summary inayowakilisha kila kitu. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi. Unaona kitabu cha Ufunuo kinakupa habari hii, kinakupeleka mbele, kinakurudisha tena nyuma. Hapa anakuambia yule joka alipotupwa, kwa sababu hapa kwenye mstari wa 12 hapa tunamuona anataka kufanya vita na mwanamke. Lakini anafanya vita akiwa wapi? Ndio hii mstari wa 13 inatuambia sasa alipotupwa chini. Si tumemwona joka alikuwa mbinguni na vita ikafanyika mbinguni. Sasa huyu joka alipotupwa chini alienda wapi? Ndio hii mstari wa 13 ya Ufunuo 12. Inasema, na joka yule alipoona kuwa ametupwa katika nchi, alimuuzi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aluke aende zake nyikani, hata mahali pake hapo alishwapo wakati, nyakati na nusu wakati. Bwana bariki sana. Mbali na nyoka huyo nitapaelezea hapo, lakini tumtafute kwanza joka. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto. Kwa shetani daima amekuwa akifanya vita na kanisa halisi la Mungu. Na hata Kristo alipozaliwa alitaka afanye vita amuondoe Kristo. Kristo akanyakuliwa. Alivyoona Kristo amenyakuliwa, akahamisha majeshi yake afanye vita na bibi harusi au kanisa. Alivyoona ameshindwa, kanisa na lenyewe likanyakuliwa, likaenda kwenye utawala kwenye fungate ya miaka 3.5. Bwana bariki sana. Akatema maji afanye vita na yule mwanamwali mjinga ambaye hakunyakuliwa wakati kanisa liliponyakuliwa. Bwana bariki sana. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Unaona Yohana alipokufikisha, ndio tunaingia sasa Ufunuo 13. Tunamuona anaenda kutokezea wapi huyu nyoka. Ametupwa kutoka mbinguni. Ufunuo 13 wasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Nabii ametuambia mnyama ni nguvu na bahari ni watu. Kwa hiyo watu wako duniani ambao ni bahari, alafu kuna mnyama ametoka katika nini? Bahari. Maana yake ni nguvu iliyoinuka miongoni mwa watu. Bwana bariki sana. Kwa watu waliendelea na siasa zao, lakini kuna taifa fulani kubwa likainuka, likaonekana lina nguvu kuliko mataifa mengine. Bwana bariki sana. Kibiblia inasema kwamba ni mnyama aliyeinuka kutokea wapi? Baharini. Mnanipata wapendwa? Kwa hiyo bahari ni watu. Kwa hiyo hii ni nguvu iliyoinuka. Tuifuatilie. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Bwana bariki sana. Unaona huyu ni yule joka aliyetupwa. Nilikwambia huyu joka aliyetupwa alikuwa ana pembe 10 na alikuwa na vichwa
7. Nitakueleza pembe 10 ni nini, vichwa 7 ni nini. Na hivyo vichwa 7 alikuwa na vilemba. Lakini hapa anapokuja kujitokeza kwa watu, anakuja amevaa nguo nyingine. Alikuja kama mnyama, ila akasahau kuficha vichwa. Bwana abariki sana. Angekuja kama joka, kila mtu duniani angesema jamani ole wa nchi, ole wa bahari. Kwa sababu shetani tuliyemsikia kwenye maandiko kule kwenye Biblia yuko duniani na anakaa nchi fulani, twendeni mkamuone. Ila akaja tofauti. Ila kimaandiko tunamjua ni shetani yule yule pamoja na malaika zake. Ila alipofika duniani hakuja kama shetani, yeye akaja kama mnyama. Kwa ni nguvu iliyoinuka, ni taifa likainuka. Bwana bariki sana. Likaanza kutawala watu. Lakini linavyotawala lina vichwa 7. Huyu mwenye vichwa 7 ni nani? Ni yule joka. Bwana bariki sana. Na ana pembe 10. Si mnamwona shetani alipoingilia? Kwa sababu nataka nikuonyeshe mpaka uone anapoketi kanisani. Yaani namtoa mbinguni taratibu. Tulikuwa naye mbinguni, nimekuonyesha alikuwa ni nani. Nimemfikisha kwenye bustani ya Eden, nikakuonyesha amekujaje. Akaanza kuhubiri kidogo, akaona hizi ibada wamenishtukia, akaenda njia nyingine tofauti. Lakini sasa hivi anakuja kitofauti. Sasa wakati Yesu anakuja duniani, naye ikabidi aje. Kwa sababu wakati Adamu anakuja duniani, ilibidi na yule nyoka mwingine, yule sio unemjua, yule nyoka wa mwanzo. Wajua sio nyoka unemjua. Yule alikuwa ni handsome. Alikuwa anatembea, ana mabega mazuri, ana 6 pack, amenyoa na ndevu kaeka vizuri, anazungumza. Wewe unafikiri ni nyoka hawa hivi? Hawa wamelaaniwa. Huyo si nyoka wa kawaida. Huyo alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Na angalia, ndiye aliyekuwa anaweza kuzungumza. Wengine watu wasingezungumza. Hamna mahali unaambiwa eti simba akazungumza na Adam, au simba akazungumza na Hawa. Kwa hiyo wanyama wengine walikuwa ni wanyama kama unavyojua ni wanyama. Lakini huyu nyoka hakuwa mnyama kama unavyojua ni mnyama. Kwa sababu huyu alizungumza na alikuwa anafanana na Adamu. Na ndio maana alikuja akamwingia Hawa na akapata mtoto. Kwa sababu alitaka alete uzao wake wa nyoka. Bwana bariki sana. Hawa alizaa mapacha. Mmoja alikuwa ni Kaini, mwingine alikuwa ni Habili. Bwana bariki sana. Na Biblia inasema Kaini wa yule mwovu, wala haisemi Kaini wa Adamu. Kaini wa yule mwovu, lakini Habili wa yule Adamu. Adamu wa Mungu, Kaini wa yule mwovu. Mwovu shetani. Bwana bariki sana. Kwa ndani ya tumbo lake walikuwepo watu wawili, watu wa Mungu na watu wa, na daima watu wa shetani. Kwa sababu alianzisha beef tangu mbinguni, analiendeleza hata huku duniani. Kwa wamezaliwa tu hivi. Kaini anataka amuue Habili. Wewe waza, Adamu alikuwa hajawahi kuchinja hata kuku. Sasa huyo anataka amuue mwanadamu mwenzake. Hiyo roho ya kuua iliyokuwa ndani ya Kaini imetoka wapi? Wakati nabii anayahubiri haya, wanasayansi na wanatheolojia wakampinga. Wakasema Hawa hakuwa na mapacha. Hilo fundisho la uzao wa nyoka ni fundisho la uongo. Ni fundisho la uongo, ndio maana hawakijui kitabu cha Ufunuo. Kwa sababu bila kujua fundisho la uzao wa nyoka, huwezi ukakielewa kitabu cha Ufunuo. Kwa sababu kinaziongelea hizo zao mbili ambazo zimetembea kutoka Edeni. Baada ya kumpinga sana nabii, mwanamke mmoja akapata mimba, akajifungua mapacha, akazaa Mwafrika, akazaa na mzungu. Kesi kaenda mahakamani. Huyu mzungu anasema mimi Mwafrika sio wa kwangu, mtoto wangu ni mzungu. Aseme huyu Mwafrika amemtoa wapi? Kwa sababu haiwezekani mzungu azae Mwafrika.
kwa sababu mzungu amekutana na mzungu, lakini tumboni wametokea watoto hawa wawili. Kesi imeunguruma mahakamani, ikabidi yule mwanamke akiri kwamba asubuhi yake alikuwa na Mwafrika, jioni yake akawa na mzungu. Kwa sababu mimba inatokea kwenye tumbo la uzazi, na kuna mirija ya falopia upande wa kulia wa mwanamke na upande wa kushoto. Yai linatoka huku na lingine linatoka huku. Na mapacha wapo aina mbili. Kuna mapacha wanaofanana na mapacha wasiofanana. Mimi nazungumzia mapacha ambao hawafanani. Mapacha wanaofanana ni yai hili, lakini mapacha wasiofanana ni mayai mawili. Lingine limetoka huku likarutubishwa kwa muda tofauti, likarutubishwa na lingine kwa muda tofauti, wakatokea Mwafrika na mzungu. Na ndicho kilichofanyika kwenye bustani ya Edeni. Akatokea Kaini na akatokea na nini? Abili. Mmoja ni wa Adamu, Adamu wa Mungu. Mmoja ni wa yule mwovu Shetani. Vita imetoka mbinguni, imekuja kwenye bustani ya Edeni. Imeingia kwenye bustani ya Edeni, imeingia tumboni. Tumboni ikafanyika mwili. Bwana abariki sana. Ndio maana huyo alipomuua mwenzake akazaliwa Seti, ambaye akachukua mahala pa Abili. Akaonyesha kwamba Kristo atakuja, atakufa, atafufuka tena. Seti akaenda zake na uzao wake, wakamsifu Mungu, wakamwabudu Mungu. Huyu Kaini akaenda katika nchi ya Nodi na uzao wake, wakawa mainjinia, wakawa madaktari, wakajenga mji, wakaanza kuoa wake wengi. Hiyo ni Mwanzo 3. Ndoa za wake wengi zimeanza kwa kina Kaini. Tangu mwanzo haikuwa hivyo. Huku kwa Seti na wenzake hawakuwa na wake wengi. Bwana wabariki sana. Kwa ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3, walivyoenda ule upande ndipo wakaanza kuoa wake wengi, wakazaana kwa wingi, mpaka ikafika Mwanzo 6. Maandiko yanasema ikawa wanadamu walipoongezeka usoni pa uso wa nchi, wana wa Mungu wakawaona binti za wanadamu. Kwa lugha nyingine, uzao wa Seti ukakutana na uzao wa Kaini. Hawa wanaitwa wana wa Mungu, kwa sababu ukiwarudisha nyuma wanatokea kwa Adamu, Adamu wa Mungu. Hawa wanaitwa binti za wanadamu, ukiwarudisha nyuma ni kwa Kaini, Kaini wa yule mwovu, Kaini wa Shetani. Kwa sababu kipindi hicho kuoa hata usingeomba. Sababu ukienda upande huu hawa ni wa Mungu, ukienda upande huu hawa ni wa Shetani. Lakini Mwanzo 6 wakakutana, mbegu zikachanganyishana. Ndio maana Mungu akakasirika, akaigarikisha dunia, kwa sababu wana wa Mungu walijitwalia wake. Bwana wabariki sana. Ukisoma nabii anasema kwamba walijitwalia wake, ina maana walianza kuwaoa binti za wanadamu. Kwa hiyo wakachanganya mbegu. Wakuta leo walevi kabisa wanatoa mhubiri, alafu wahubiri wanatoa jizi. Yaani alielewi somo. Limezaliwa na waaminio, lakini alielewa hata ujumbe ni nini. Hata ukilishuhudia yani alikuelewi. Nabii anasema tunazaa wanadamu, hatuzai waaminio. Ila ukisha mzaa ndio unaanza kumuombea neema ya Mungu imshike. Kama akija kuamini aamini, asipoamini shauri yake. Kwa sababu ni tumbo lile lile la Rebeka. Ndani alikuwemo Esau, ndani alikuwemo nani? Yakobo. Hawajafanya jambo lolote, hawajawahi kutubu wala kufanya kosa lolote. Mungu akatangaza, nimemchukia, nimempenda. Na leo Mungu ametangaza, anampenda bibi harusi, anachukia madhehebu. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo vita ikaendelea kupamba moto. Kwa sasa hivi kumjua yupi ni yupi, ndio maana Yesu akaja akasema tu kwa matunda yao utaona. Unafikiri alitumia nguvu kuchagua wale wanafunzi? Akifika hii yenyewe nifuate. Hii yenyewe nifuate. Yeye anaona ndani. Alafu wakaja wale wa upande wa pili. Akamwambia, enyi nyoka majoka, wana wa yule nyoka, ni nani aliyewaonya mwikimbie ile hukumu? Anawajua kabisa baba yao ni nyoka mwenye vichwa 7 na pembe 10. Lakini alipokuja duniani
akaibukia kama kataifa ambako kakawa na mamlaka juu ya mataifa mengine, ambao ilikuwa ni utawala wa Rumi. Bwana bariki sana. Utawala wa Rumi uliibuka. Haya mambo yote yanaumana. Mnakumbuka ile ndoto aliyoiota mfalme Nebukadreza? Bwana bariki sana. Aliota akaona sanamu, na ile sanamu ilikuwa na sehemu kaza wa kaza, lakini mwishoni ilikuwa na miguu ya chuma. Bwana bariki sana. Na kule chini kwenye chuma, kwenye viganja kule kwa kuna udongo na chuma, na vikaa vimechanganyikana. Ina maana mwishoni inapokuja kuishia ni kuna bibi harusi na kuna watu wa shetani. Wanajaribu kuvichanganya lakini havitafanyeje? Havitashikana. Alafu ikatokea jiwe, akatokea Kristo, ule ufalme wake uliokuja kuipiga hii sanamu. Kwa sababu maana ya hii sanamu ilikuwa ni ufalme, kwamba zitatokea falme 4 mbalimbali duniani. Bwana bariki sana. Ule ufalme wa kwanza ulikuwa ni ufalme wa Wamedi na Waajemi. Bwana bariki sana. Baadaye ukaja ufalme wa Wayunani. Bwana bariki sana. Umeenda hivi wa Greek, ndo baadaye ukaja ufalme wa Roma, ndo mpaka kufikia mwisho ufalme unaokuja kuitawala dunia ni ufalme wa Kristo. Bwana bariki sana. Lakini alivyoingia sasa shetani, alikuwa na target kule miguuni kwenye chuma ambao ni Rumi. Alikuja sasa akajitokeza kama taifa. Ndio Ufunuo 13 inasema, kisha nikaona mnyama akatoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa ni mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa ni miguu ya dubu, yale masanamu aliyoona Danieli, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Na yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa hiyo shetani alivyokuja duniani akachagua Rumi, ambao Rumi muda huo ilikuwa ni Rumi ya kisiasa. Bwana bariki sana. Wale ilikuwa sio Rumi ya kidini, ilikuwa ni Rumi ya kisiasa. Ni taifa kabisa kama unavyoona Tanzania ikiwa na rais wake Mama Samia. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ilikuwa ni Rumi ambaye ilikuwa na ufalme wake na mambo yake. Sasa Rumi imetembea kwa mfumo wa wafalme mara 7 tu. Bwana bariki sana. Ndio maana yule joka alikuwa na vichwa vingapi? 7. Vile vichwa 7 tunaviona Ufunuo 17. Ni wale wafalme 7. Na kwenye wale wafalme 7, 5 wamekwisha kuwako. Wa 6 akawa ni Kaisari Augusto. Wa 7 akawa ni Herode aliyekaa muda mchache. Ndio maana muda ambapo yule joka anataka kumla yule mtoto aliyezaliwa na kanisa ambaye ni Kristo, mfalme wakati huo alikuwa ni Herode, ambaye alitawala kwa muda wa miezi 6 tu. Ndio maana naambiwa huyu joka alikuwa na vichwa vingapi? Ambao ni wale wafalme 7 ambao taifa la Rumi limekuwa nao. Kwa hiyo mpaka Kristo anakuja ilikuwa ni kwenye kichwa cha ngapi? Unajua yanasikika vizuri yakitoka kwa nabii. Yanasikikaga mazuri yakitoka kwa nabii. Sio nikiatoa mimi. Amen. Bwana abariki sana. Unaona ile kwa nini nachukia madhehebu? Ile tuanzie 61. Bwana abariki sana. Uone tu kitu fulani. 61. Nabii anasema, mara nyingi nimesikia ya kwamba juu ya kiti cha enzi cha Papa wa Rumi imeandikwa Vicari vis Filii. Daima nilishangaa kama jambo hilo lilikuwa ni kweli. Chora mstari na uandike katika tarakimu, katika herufi za Kirumi, uone kama ndivyo. Ni kweli kabisa. Nilisimama karibu hivi na ile taji yenye sehemu 3 ya Papa, ikiwa ndani ya kioo, utawala juu ya kuzimu, mbinguni na pagatorio. Unaona? Kwa hiyo mambo hayo nimetoka tu kule hivi karibuni, nimetoka tu Rumi karibuni, na mimi ninajua ni kweli. Kwa hiyo nabii alienda Rumi na akaona. Sawa? Sasa tunajua ya kwamba imeonyeshwa wazi.
Navyo sasa ananukuu kwenye Ufunuo 17 kwamba yule mwanamke alikuwa amekalia vichwa fulani. Bwana bariki sana. Ufunuo 17:7 inasema, yule malaika akaniambia, kwa nini kustaajabu? Nitakuambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae, mwenye vile vichwa 7 na zile pembe 10. Bwana bariki sana. Yule mnyama uliyemwona aliyekuwako na hayuko, huyu mnyama, si shetani alikuja kama mnyama, lakini alikuwa na vichwa 7. Sasa anakuambia yule mnyama uliyemwona alikuwako naye hayuko. Si hakuwako mwanzoni, tulikuwa tunaongelea mnyama, tulikuwa tunaongelea tu joka mwenye vichwa 7. Lakini sasa hivi huyu mwanamke amekalia mnyama. Anasema sasa huyo uliyemwona ambaye alikuwako naye hayuko, na yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kuzimu kwenye uharibifu. Na hao wakaao juu ya nchi, wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuweka misingi ya ulimwengu, watastaajabu waonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako na hayuko na atakuwako. Mpaka leo hii hakuna anayepiga kula kwa ajili ya papa, na hakuna anayejuaga papa anaingia lini na anatoka lini. Huyo ndiye yule mnyama ambaye alikuwako, hayuko na atakuwako. Bwana abariki sana. Lakini sio vile vichwa 7. Unaona? Sasa anasema hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7. Tumesema yule joka alikuwa na vichwa 7. Anasema vile vichwa 7 ni milima 7 anaokalia mwanamke huyo. Navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka. Bwana bariki sana. 5 wamekwisha kuanguka, na mmoja yupo na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Sasa nabii amesemaje kuhusiana na hayo maandiko? Navyo ni wafalme 7. Nasoma 61. 5 wamekwisha kuanguka, ambao walikuwa tayari wameanguka wakati huo, na mmoja yupo. Huyo ni yule ambaye amekuja sasa, ambaye ni Kaisari. Nabii anasema, na mwingine hajaja bado, ambaye alikuwa ni Herode, ambaye alikuwa mwovu. Sasa angalia jinsi lilivyo kamilifu. Naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Je, kuna mtu anayejua Herode alitawala kwa muda gani? Miezi 6. Akamkokota mamaye barabarani kwa mti mmoja wa farasi, kisha akauteketeza mji na kuwasingizia Wakristo na kucheza Frida mlimani. Walikuwa wanateketeza mji miezi 6. Unaona? Na yule mnyama sasa, angalieni jinsi alivyokuwa mlagai. Unaona? Na yule mnyama alikuwako naye hayuko, ndiye wa 8, na yeye ni mmoja wa wale 7. Tabia ya yule naye anaenda kwenye uharibifu. 64. Nabii anasema mtu yeyote anajua uharibifu ni kitu gani? Ni kuzimu. Basi angalia kwamba alipanda kutoka wapi? Kuzimu. Ni kitu gani? Shimo lisilo na mwisho. Mafundisho ya Katoliki hayana msingi. Mafundisho ya Katoliki hayana Biblia. Hakuna kitu kama Biblia yoyote kwa mafundisho ya Katoliki. Hakuna hata kidogo. Wao hawadai kuwa nayo. Kasisi alisema kule, maskini kasisi huyu hapa wa kanisa la Moyo Mtakatifu alikuja kule akasema, lo, nilikuwa nikimwambia juu ya kubatiza Mary Elizabeth na kitu kama hicho. Akasema, lo, ulimbatiza jinsi gani? Kanisa la mwanzoni la Katoliki lilivyobatiza. Nikasema, hiyo ilikuwa ni lini? Akasema, ni katika Biblia yako. Nikasema, je, kanisa Katoliki lilibatiza namna hiyo? Hilo ndilo fundisho la kanisa Katoliki. Naam. Nikasema, katika kukosea kwa kanisa Katoliki, kwa nini limebadilika hivyo sana? Lakini nilichotaka uone nabii anavyokuelezea vile vichwa 7. Zilikuwa ni wale wafalme 5. Wa 6 alikuwa ni Kaisari, na wa 7 alikuwa ni Herode. Na wakati joka anataka kumla yule mwanamke, kumla yule mtoto wa mwanamke, ni wakati ambapo Yesu anazaliwa. Rumi ilitaka kumuua yule mtoto, ikaagiza watoto wote wauliwe. Bwana abariki sana. Kwa hiyo alikuwa ni joka akiwa na kichwa cha 7 ambacho kilikuwa ni Herode. Baada ya Herode akakaa miezi 6. Baada ya hapo maandiko yanasema moja ya vile pembe zake, vichwa vyake kilipata jeraha la mauti. Ni pale ambapo Rumi ilitoka kwenye Urumi wa kisiasa ikaingia kwenye Urumi wa kikanisa.
Kwa haihitaji tena wafalme wa kawaida. Ufalme wa kina Herode umeisha, ukaanza ufalme wa papa. Bwana abariki sana. Si mnamuona shetani alipoingilia? Bwana abariki sana. Anasema nikaona kimoja cha vichwa vyake, hiyo ni Ufunuo 13:3. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimepata jeraha la mauti. Si tumeshakwambia vichwa ni nini? Nabii ameshatuambia vichwa ni kitu gani, na ameshatuambia vile vichwa 7. Watano ni wale wafalme watano wa kwanza waliokuwapo. Bwana abariki sana. Alafu wawili ni ule mfalme Kaisari, wa 7 ni ule Herode. Alafu hapa Yohana anakuambia nikaona kama kimoja cha vichwa vyake kimepata nini? Jeraha. Ni pale ambapo Rumi ya upagani ilijibadilisha ikaingia kwenye Rumi ya Ukatoliki. Kwa hiyo ikatoka kwenye ufalme ikaingia kwenye upapa. Papa mtakatifu, padri, makardinali na watu kama hao. Ikaja imevaa joo jipya. Kwa hiyo shetani akaacha siasa. Shetani akahamia kanisani rasmi. Bwana abariki sana. Unavyoona hapa Ufunuo 13:3 ikisema kwamba yule joka kichwa chake kikapata jeraha na akapata jeraha, ulimwengu ukamstajabia, ni kwamba shetani alitoka kwenye siasa akaje sasa kama dini. Bwana abariki sana. Akampanda farasi mweupe. Akampanda farasi mweupe, akaja kama papa mtakatifu. Akajifanya yeye na kanisa ni kitu kimoja. Akakusanya mafundisho yote, akaita baraza la Nikea mwaka wa 300 na wakaita baraza la Nikea, wakawaita na wazee wengine, wakaamua waanzishe kanisa la ulimwengu mzima. Lakini anayetaka kuanzisha huyu ni nani? Hivi mnanipata kanisa? Alikuwa ni joka, akatupwa chini, akaja akaingia kwa watu baharini, akatoka kama mnyama ambaye ni taifa, akiwa na vichwa 7. Kichwa chake cha 7 Herode, akapata jeraha, ikatoka kwenye siasa ikaja kwenye Ukatoliki. Kwa mwaka wa 300 wakaanzisha mkutano, wakaanzisha kanisa la ulimwengu mzima. Wewe huku nje unaona ni kanisa, lakini bibi harusi haoni kwamba ni kanisa. Sisi tunaona ni yule joka ambaye anakuja na hila zake. Ametoka kwenye siasa akiwa kama Rumi ya kipagani, amekuja kama kanisa. Wakasema wanaanzisha kanisa la ulimwengu mzima, wakaliita Catholic. Katoliki maana yake ni universe. Maana yake kwa Kiswahili, yani ukisema Katoliki, Katoliki sio Kiswahili. Kiswahili chake ni dunia nzima. Kwa hiyo walianzisha Catholic Church, maana yake kanisa Katoliki. Maana yake kwa Kiswahili ni kanisa la ulimwengu. Alafu kwenye hilo kanisa la ulimwengu mzima wakaanza kutangua mafundisho. Rumi ya kipagani ilikuwa inaabudu mungu jua, ambalo jua kwenye tarehe 25 Disemba kuelekea tarehe 26 ni wakati ambapo jua huwa ni kama linabadilishana nuru. Kwa hiyo wao walikuwa wameteua tarehe 25 Disemba kuwa ndio sikukuu ya kuzaliwa kwa mungu jua, na walikuwa wanaiabudu. Sasa kwa sababu wamejifanya wa Kristo, wakasema sasa nyie mliokuja sikilizeni, hii tarehe 25 Disemba ndio itakuwa siku ya kuzaliwa Bwana Yesu. Tarehe 25 Disemba ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa mungu jua. Na Rumi, soma katika historia, walikuwa wanaabudu mungu wao jua, amezaliwa tarehe 25 Disemba. Lakini sasa wakawaambia wale wazee walioenda Nikea, huu ni mpango mkakati. Hapa badala ya Yesu tunamweka amezaliwa tarehe 25. Lakini wao hawamwabudu Yesu. Wao lengo lao ni ibada zao zile zile za kuzimu za kumwabudu mungu jua ziingie hapa. Na walikuwa wana mungu mke, walikuwa wanaabudu mwanamke, walikuwa na mungu mkwe, na walikuwa na sikukuu zao. Wakaangalia kwenye Biblia hakuna mungu mke, tunamuingizia wapi? Wakakuta salamu Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote, utamzaa mtoto. Kuna Mariamu hapa, amebarikiwa kuliko wanawake wote.
Sasa huyu Mariamu tunamweka hapa, huyu anakuwa mama wa Mungu, na huyu sasa ndio anakuwa mpatanishi. Sasa hapa, kwa sababu sisi Mungu wetu ni Mungu jua, hawa si wanasema Mungu wao ni Yesu, tunawekea Krismasi hapa tarehe 25 Disemba. Lazima wataingia, watasherekea, watajua ni Mungu wao aliyezaliwa tarehe 25 Disemba. Lakini sisi tunajua hapa tunasherekea Mungu jua. Sasa Mungu mke Mariamu tumweke hapa, anakuwa mama wa Mungu, kwa mama wa jua. Sasa kati ya Mungu jua na mama wa Mungu, hapa katikati tuweke mpatanishi. Hapa wakamweka papa, wakasema huyu sasa ndiye halifa ya Mungu, huyu ndiye badala ya Mungu. Halafu huku duniani tuwapelekee kapadri, watakao wakitubu hapa. Halafu huyu papa atakuwa anawashikanisha kutoka kwa huyu mama anayewaombea Mungu mke kuwapeleka kwa Mungu jua. Sasa utasema hilo ni neno? Si ni joka huyo? Si ni shetani? Si mnaona karata zake anavyozichanga? Akaenda akachangisha, akaona hawa wanasali sana, haina haja ya kusali. Akauteshwa mtu fulani, wakaleta rozari, iweke na yenyewe humu. Kwa hiyo wao watasali rozari na sala zao watakariri. Biblia atasoma padri mtakatifu. Hao wengine watasikiliza tu, kwa sababu hao akisoma Biblia hao wataelewa kwamba tulichowauzia ni kitu ambacho sio. Kwa hiyo sasa cha kufanya Biblia zote zikusanywe. Kwa wakakusanya Biblia zote, zikabaki zinasomwa na wababa watakatifu. Kwa watu wakawa wanaenda kanisani, wanasikiliza baba mtakatifu anawaambia kitu gani, hata wajui Biblia ni nini. Ndio maana usibishana hata na Mkatoliki, hawajui Biblia. Bora hata Msabato mnaweza mkafunua Kumbukumbu la Torati mkatembea kidogo, lakini Mkatoliki hajui Biblia. Wao Biblia ilikusanywa. Unajua ni Martin Luther ndo alikuja kuanza kuchapisha Biblia, zikaanza kuchapishwa Biblia, zikaanza kugaiwa tena duniani. Lakini Rumi ilichokuwa imekifanya, ilikuwa imezichukua Biblia zote, wamezikusanya ili watu wasisome. Kwa wakapewa rozari, wakapewa papa, wakapewa sio mafundisho ya pagatorio. Mtu akifa, ukitoa hela kidogo tutamuombea, atatoka huku ataenda huku. Alafu sisi hatuna mtu mtakatifu, akifa ndo anakuwa mtakatifu. Tunamleta hapa, mifupa yake mtakuwa mnakuja kuhaji, mnabusu, mnafanya vitu kama hivyo. Wale wazee waliotangulia Nikea wakasema la, thubutu yako, hatutashiriki hiki kitu. Wakakataa, kwa sababu wao walijua neno ni nini. Bwana wabariki sana. Walimjua Mungu mmoja ambaye ni Kristo, na walikuwa na ubatizo mmoja ambao ni Bwana Yesu Kristo. Rumi akaambia sisi tuna Mungu watatu. Kwa hiyo hapa wapige Baba, wapige Mwana na Roho Mtakatifu. Sababu mbinguni kule hawajui Baba ni nani, hawajui Roho Mtakatifu ni nani, Roho ni nani na Mwana. Hivi haya ni hapa duniani. Ila Yesu hatutaki. Ndio maana hata kipindi kile yule joka amewakamata wale watu, wanawapiga marufuku wanafunzi, hubirini mnavyotaka ila mstaje. Sababu ugomvi wa Katoliki na wanafunzi kwa ni Yesu. Sasa tunaweza tukawapa ruhusa mkahubiri, si mkajazwa Roho Mtakatifu sawa, lakini mstaje. Bwana wabariki sana. Ai, tunafika patamu alafu muda unaisha. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo wale wazee, kwa sababu hawakukubaliana na haya mafundisho, wakapinga. Na ili kuonyesha kwamba ni shetani ndio alikuwa ameanzisha huu mpango mkakati. Ikatoka amri, kwa sababu mataifa yote yalikubaliana kwamba tumepitisha liwe ni kanisa la ulimwengu mzima. Ikatoka amri, wakaanza kuuliwa. Ndio unasikiaga wafia imani. Hata nenda kwa kardinali yoyote au papa yoyote au padri yoyote, ana kitabu cha wafia imani. Muulize, hivi hao wafia imani mnaowasemaga ni watu gani? Na hiyo imani walioifia ni imani ipi? Mungu awabariki. Kwa sababu walifia imani fulani ambayo ilikuwa ni kinyume na imani mpya iliyoanzishwa. Kwa hii imani iliyoanzishwa ilikuwa ni mpya na likawa ni kanisa jipya. Ndio maana Yohana analiona kama mwanamke aliyeketi katika bahari
juu ya mnyama mwekundu. Bwana bariki sana. Kwa sababu mwanamke ni kanisa, huyu mama makahaba ni Katoliki. Bwana bariki sana. Akalazimisha watu wote duniani wawe wa Katoliki. Taka usitake, kokote utakoenda utakuta ukatoliki. Ndio ile sanamu ya Danieli kule chini. Kokote ulikoenda kuna chuma, kuna udongo. Taifa lolote utakaloenda lazima utakuta ukatoliki upo. Na fedha yote duniani inamilikiwa na Katoliki. Na hamna anayemchagua papa wala anempigia kula. Yeye ni mmoja wa wale 8. Nabii alituambia wale 7 yeye ni wa 8. Kwa hiyo kutoka kwenye zile falme 7 yeye hakuweko, hayuko. Anatoka kuzimu, anarudi kwenye kuzimu. Hamna anayejua anaingiaje, hamna anayejua anatokaje. Na rais yote anayechaguliwa duniani lazima aende akaripoti kwa papa. Kwa hiyo nyie endeleeni na serikali zenu, lakini hamna anayeweza kugusa Rumi ya Katoliki, kwa sababu yeye ndio kanisa lilotawala. Kwa hiyo muda ule lililazimisha watu. Bwana bariki sana. Huku kwenye Ufunuo 6 alivyoanza tulimuona kama amempanda farasi mweupe. Alivyolazimisha watu wayafuate haya mafundisho ni pale ambapo alimpanda farasi mwekundu. Wakaanza kuuliwa Wakristo na wafia imani. Baadaye akaona hawa tunawaua na mbinguni wanaenda. Bwana bariki sana. Anaua kwa sababu ni shetani anayeua. Akienda kuangalia orodha ya walioko kuzimu hamna. Anaona hapa napigwa. Hii biashara sio. Akampanda farasi mweusi. Akasema hebu ngoja niue nimalizie kabisa. Kaua, kipindi kile wakauliwa. Unajua shetani anavyoinuka kama mafuriko, Mungu huinua kiwango. Akamwambia we usiue divai na nini? Na ngano. Bwana bariki sana. Usiazuru mafuta na nini? Na divai. Kwa aliua lakini wateule walibaki. Ukisoma kwenye nyakati 7 za kanisa, kwenye ule wakati wa Tiatira, ndio wakati ambao Mungu aliusifia kuliko nyakati zote. Kwa kuna wateule walibaki wachache ambao asingeweza kuwaua. Baada akaona hapa napigwa. Shetani akapanda farasi wa kijivu. Na ndio aliyempanda leo hii. Ana nguvu za kisiasa. Kwenye siasa yupo. Yaani ile siasa unayoiona ile ni shetani kabisa bila kuficha. Bwana bariki sana. Wao ukijichanganya kukuua au kukupoteza, muulize Dr. Ulimboka alijikuta hana meno. Meno bila ganzi. Bwana bariki sana. Yaani hao jamaa kukupoteza ni sekunde. Kwa sababu wao kuua kwao ni jambo la kawaida. Bwana bariki sana. Kwa hiyo siasa yuko. Nguvu za kipepo yupo. Sasa hivi sasa amekuja na suti moja inaitwa nguvu ya kidini. Kwa hiyo shetani sasa hivi anahubiri. Aliona akiua wanatoroka. Kwa sasa hivi inabidi na mimi nianzishe makanisa ili wanifuate. Lakini kumbuka muda huo Mungu yeye anadiri na bibi harusi wake. Leo nimekwambia na mtafuta shetani. Nimemtoa mbinguni, sasa hivi nimeshamfikisha kanisani. Sisi kama tuko pamoja. Sasa alipofika kanisani, Ufunuo 13 tuendelee nayo uone. Bwana bariki sana. Ufunuo 13 sura ya 11. Namalizia tu. Saa 7 tunaondoka. Saa 7:15 hapo tunaondoka. Bwana bariki sana. Ufunuo 13:11. Kisha nikaona mnyama mwingine akapanda juu kutoka katika nchi. Kumbuka joka alipofukuzwa litoka tangazo mbinguni, kasema shangilieni, ole wa nchi na bahari. Baharini alienda kudumbukia shetani mwenyewe, ambaye ni joka mwenyewe, akaibuka kama mnyama ambaye ni Rumi. Alafu nchi kavu akatoka mwana kondoo. Marekani ni nchi ambayo ilianzishwa sehemu ambayo haikuwa na watu. Bwana bariki sana. Kwa nguvu ya Marekani haikutokea kule. Ilitokea sehemu ambako, yani Marekani ilianza tu kama taifa huru. Wakajitokeza watu. Sisi tunaona kama historia kama ni kikundi cha watu, baadaye likawa taifa likawa na nguvu. Wewe Marekani unaibukaje tu unapata hizo nguvu zote na hizo pesa zote? Kwa sisi duniani tunaona mataifa, lakini kimaandiko huu ni mnyama mwingine. 11. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, na alikuwa na pembe 2 mfano wa mwanakondoo. Marekani ilipoibuka ilikuwa na siasa na dini. Na marais wake wa kwanza wote walikuwa ni wanadini.
Hata nabii anawataja kwenye jumbe mbalimbali, wakina Abraham Lincoln na wakina watu gani waliopita, wote walikuwa ni watu wa dini, walimtanguliza Mungu. Bwana bariki sana. Kwa Marekani ilianza kwa uhuru wa dini na siasa. Kwa hiyo ilikuwa na pembe mbili. Kwa Marekani ni huyu mnyama. Nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo, akanena kama. Sasa hapo ndo utajua sasa hii game inachezwaje. Watu wanajuana. Ilianza tu kama taifa, kama ambavyo Rumi ilianza kawaida na falme zake, kichwa chake kikapinduliwa, ikaja ufalme wa kipapa. Bwana bariki sana. Ikaonyesha sura zake, ikaja mpaka sasa hivi imeanzisha makanisa, inapiga injili. Bwana bariki sana. Sasa na huyu Marekani alianza kama wa kidini na watawala wake wote wakiwa wa kidini. Baadaye akanena kama joka. Ananenaje kama joka? Bwana bariki sana. Naye atumia uwezo wote wa mnyama ule wa kwanza. Si unaona kama Rumi iliishia Italia ieleweki. Alafu unachosikia tu ni Marekani. Kila kitu Marekani. Sijui kwenye vita vya pili vya dunia yeye Marekani ndo anauzia silaha. Wenzako wanapigana wewe unauza silaha. Bwana bariki sana. Akakusanya hela, akafanyaje mpaka likawa taifa kubwa. Kwa hiyo kila unachoona uchafu wote na kila kitu Marekani. Yeye na yule joka ni kitu hiki kimoja. Hii ni nguvu imekuja kisiasa na dini, ikainuka nchi. Bwana bariki sana. Ndio maana ujumbe huu tunaohubiri umewasumbua. Umeisumbua Marekani, imeisumbua Rumi. Kwa sababu Ufunuo 10, yule malaika aliposhuka, aliweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na mguu wake wa kushoto juu ya nini? Ya nchi. Na kisha akawa na kitabu ambacho kilikuwa wazi mkononi mwake, kinachokuja kwa bibi harusi. Haya madini ni ya kwetu tu. Bwana bariki sana. Wala hamna mzehebu anaweza kuongelea hivi kitabu cha Ufunuo. Yaani akijaribu anapotea vibaya sana. Kwa sababu tuliposhuka, malaika wageni waliposhuka, Kristo aliposhuka, alikanyaga bahari, akakanyaga na nchi. Alikanyaga Marekani, akakanyaga na Rumi. Akaja na kitabu, akaja na ujumbe. Ndio maana Branham amezunguka mara 7 duniani akihubiri ujumbe wa saa unaomleta bibi harusi, kwa sababu Mungu kwenye saa yake ameangalia ni wakati wa mwisho. Bibi harusi wa mwisho hana budi kuingia, naye ameitwa atoke. Anatoka kwenye kanisa na mchakato wa kanisa. Ndio maana sema tokeni kati yake, enyi watu wangu, msije mkashiriki dhambi yake. Ndio maana tunamtangazia bibi harusi yote aliyeko madhehebuni atoke madhehebuni, kwa sababu watu sio wabaya, ila madhehebu ndio mabaya. Madhehebu ni mfumo wa shetani na ulianzishwa na shetani. Ndio maana anaitwa mama wa makahaba, kwa sababu baada ya hapo yalizaliwa makanisa mengine madogo madogo yaliyokuwa yanaunga fundisho la Rumi, wakiwa na imani ya mitume na mafundisho ya kuzimu na mafundisho ya kuwafanya watu watakatifu na kuombea wafu. Bwana bariki sana. Lakini huu mwaka wa 500 kwenda mwaka wa 800 alipokuja Martin Luther, ndio akaanzisha uprotestanti. Wakaanza kutoka watu wanapinga Rumi, akaipinga Katoliki, wakatoka kama dini wakiongozwa na Marekani kama dini. Lakini baadaye Marekani naye ananena kama. Ngoja uone, naenda kumalizia sehemu fulani pazuri kweli utapaona. Unaona? Anasema naye anatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona, akatoka kwenye ufalme kwenda kwenye upapa. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni, mabomu ya atomic hayo, kutoka mbinguni juu ya nchi mbele za wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama. Sasa unakuta msabato yote anaelezea sanamu ya mnyama. Mara kwambia sijui namba 666, mara sijui ni visa, wengine sijui hawataki NIDA, mara memory card, mara simu. Yaani uelewi. Wewe utaelewa sanamu ya mnyama umjui mnyama? Bwana bariki sana.
lazima umjue mnyama kwanza. Ninavyokuja kuambia sanamu ya mnyama uelewe. Mnyama alikuwa ni Rumi. Rumi kageuka kuwa Katoliki. Kwa Marekani akawalazimisha watu watengeneze sanamu ya mnyama. Bwana bariki sana. Yule si alikuwa ni kahaba, akaleta mafundisho ya uongo. Kwa hiyo huyu anaanzisha umoja wa madhehebu. Anayetia pumzi, anayefinance, anayetoa pesa kwa umoja wa makanisa ulimwenguni ni Marekani. Sasa anaifanya, yani sanamu ya mnyama. Mnyama si ni nguvu. Ina maana sanamu yake si ni nguvu nyingine. Na maana sasa hivi kuna nguvu mbili. Kuna nguvu ya Kikatoliki, alafu kuna nguvu ya nini? Ya usiasa. Na hii nguvu na maisha nguvu ya madhehebu. Umoja wa madhehebu ulimwenguni. Wote wanaungana, lakini wote wananena kama joka. Wote ni wapinga Kristo. Ndio maana ilibidi Branham aje mapema sana. Wakati ambapo wanajikusanya hivyo, ilitakiwa aje mtu duniani akusanye watoto wa Mungu. Kwa sababu tunaelekea mwishoni. Nimekuonyesha kabisa inaenda kuishia kwenye vita ya Armageddon. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo ilibidi mjumbe aje wakati wa jioni. Wakati wa jioni ambapo Marekani inalazimisha sanamu ya mnyama. Umoja wa madhehebu. Itafikia hatua watafunga makanisa mengine yote ambayo hayajajiunga na umoja. Si ni sanamu ya mnyama na yule mnyama wa kwanza. Huyo aliwaua wafia imani wa kwanza waliokataa mafundisho yake. Huyo anakuja kuua wanaokataa kujiunga na nini? Umoja wa madhehebu. Sijui unaona huyu mnyama na yule wa kwanza ambapo ni kitu kimoja. Kwa sababu naye ananena kama joka. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo huu mchezo wote ni siri ya ukombozi inaendelea. Shetani anavyofanya mambo yake na Mungu anafanya mambo yake. Kwa hiyo wewe usiogope bibi harusi. Wala usijiulize maswali mengi. Kwamba hivi sisi ni watu gani? Mbona hatushirikiani na madhehebu? Mbona sisi hatuna maaskofu? Mbona sisi dini yetu ni kama haieleweki? Nitakuuliza swali moja. Yesu alipokuja, hivyo wale wanafunzi wake walikuwa wanaeleweka? Madhehebu si yalikuwepo? Mafarisayo walikuwepo, Masadukayo walikuwepo, walimu na waandishi walikuwepo, lakini wote hao hawakumkubali Yesu. Na wote walimpinga. Ndivyo ilivyo hata leo hii. Hamna anayemkubali bibi harusi. Nafikiri unaona kwa nini ni ngumu kuamini ujumbe. Hii kitu wanaamini waaminio tu. Kwa sababu ni shindano la mwisho. Shetani anakusanya bibi harusi wake ambao ni madhehebu, na Kristo anakusanya bibi harusi wake. Kristo tunamuona Ufunuo 19 akija na bibi harusi wake. Na hapa baada ya kitambo kidogo bibi harusi atanyakuliwa. Na bibi harusi akinyakuliwa ataingia kwenye fungate. Ile fungate ambao ni miaka 3.5. Kwenye ile miaka 3.5 ndipo ambapo huku duniani itakuwa ni ziki kuu ya miaka 3.5. Na katikati ya ile miaka 3.5 litakuwa linamalizikia lile juma la 70, ile nusu ya ile juma la 69 la Danieli ambalo lilisitishwa wakati mataifa tunaingia. Siku za mataifa zinahesabika. Walimkataa Kristo, Mungu akaachana na Israeli. Tukaingia watu wa mataifa. Wakati wa kwanza ukaingia, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. Wakati wa 7 umefika. Na wakati wa 7 unafika, inabidi huku Israeli kitu fulani kianze kufanyika. Ikatokea nguvu sio wa kawaida. Mwaka wa 45 Waisraeli wakaanza kulazimishwa warudi kwao. Hawa kina Hitler unaona waliinuka, ni nguvu za Mungu. Akawarudisha waende kule. Na wakati huo haya yanaendelea, wakati huo Branham yupo. Kwa sababu nabii anasema yule malaika wa agano unayemwona Ufunuo 10 aliyeweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi, unavyomuona wakati huo anavyokuja, anapita, alipitia kwa bibi harusi, akavunja ile mihuri, akaenda kwa Israeli kujitambulisha kwenye wale 144 ambao wakati tutakaponyakuliwa kwenye ile miaka 3.5 huku chini ni ziki kuu. Mwanamwali mpumbavu, bibi harusi mzembe ambaye akukaza mwendo kupata yale mafuta, itabidi apite kwenye ile ziki kuu. Na kwenye hicho kipindi cha miaka 3.5
Katikati ya hiyo miaka 3.5 ndipo Rumi atafanya agano na Israeli. Watachukua dhahabu yote na ndipo watawanyang'anya pesa yao. Wataanza kulia na kumlilia Mungu. Na katikati ya hiyo miaka watatokea wale manabii wawili ambao ni Ufunuo 11. Wakishatokea pale Musa na Elia, watafanya ishara, watauliwa. Na baada ya hapo, kwenye hiyo miaka 3.5, sisi tuko kwenye sherehe ya harusi. Tuko kwenye fungate. Tuko pamoja na Bwana. Nabii anasema kama vile Yusufu alivyokuwa na bibi harusi wake wa kimataifa, alicholopoka kidogo, akatoka kwenye ile sherehe, akaenda kujitambulisha kwa ndugu zake, ndivyo ambavyo Kristo atatuacha kwenye ile miaka 3.5. Mwishoni kule atacholopoka kidogo, aje kwa Israeli afanyie jambo fulani. Mungu awabariki. Bwana awabariki sana. Na wakati atakapocholopoka akawafanyia jambo fulani, sisi tutakuwa kule. Majuma 70 ya Danieli yatakamilika. 144 wataingia na watamuombolezea kwa siku kadhaa. Watamuuliza, wewe ni nani? Asema, mimi ni Kristo. Mbona hujawahi kuja? Akasema, nilikuja na ndugu zenu wakanifanyia hivi. Wakaanza kulia na kumuombolezea. Lakini muda huo mataifa umeisha. Hawa waliopita kwenye ziki kuu hawakuwa hai mpaka itakapotimia ile miaka 1000. Baada ya ile ziki kuu ndipo itatokea vita ya Armageddon. Wakati hapo madhehebu yataungana na Kristo atakuja kwenye Ufunuo 19, itafanyika vita. Sina muda wa kutosha kuyaelezea. Ni katika kitabu cha Ufunuo wa mihuri. Nenda kasome muhuri wa 4. Nabii anakuonyesha kuanzia paragraph ya 300, anzia paragraph ya 200, nenda mpaka paragraph ya 300. Anakuonyesha ambapo madhehebu yote yanakuja kuungana. Yanaungana na shetani, yanaungana na mnyama, kwa sababu mpanda farasi wa kijivu amempanda nabii wa uongo, amempanda shetani ambaye ni kuzimu. Tutakaponyakuliwa ndipo atajidhihirisha kwamba yeye ni shetani mkamilifu. Alafu kulingana na Ufunuo 17, wale wafalme 10 watachukua mamlaka yao ndani ya muda mchache. Watafanya vita na Katoliki na makanisa yote na madhehebu, watamuua. Hivyo ndo zile pembe 10 ambazo hazijachukua muda wake zitachukua kulingana na Ufunuo 17. Kwa nini tunayazungumza haya? Na ni kwa nini hayahubiriwi? Ni kwa sababu tunamzungumzia sana bibi harusi. Lakini leo kwa neema ya Mungu, sijui kama umenipata au hujanipata, lakini umepata picha ya kwamba kwa nini sisi si madhehebu, kwa nini sisi ni bibi harusi, na kwa nini tuko hivi. Nimekuonyesha nguvu ambayo inawashika watu wa madhehebu, nguvu ambayo imewashika Rumi. Sisi tumeshikwa na nguvu ya Kristo. Ndio maana ya kimbinguni yako upande huu. Kama umepata majaliwa ya kuwa mwaminio, wewe shikilia hapo. Yaani unaweza uwezi, shikilia hapo. Wakuue wasikuue, wewe shikilia hapo. Hiyo ndio njia pekee ya kwenda mbinguni. Mungu awabariki.